Kama unaendelea kutufuatilia, usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya kikengele ili kuwa wa kwanza kupata recap kali kama hizi. Sasa tunaendelea na sehemu ya pili ya Shino. Tulishia pale jamaa alipofika kwenye kizuizi na askari alimkumbuka Shino alipofika kwenye kizuizi cha polisi hakuwa na nafasi ya kukwepa tena. Afisa Klato alimkumbuka mara moja kuwa ndiye dereva aliyekuwa akisimama mapema usiku huo. Licha ya Shino kueleza kwa haraka kuwa alikuwa akihangaika kutafuta fedha za matibabu ya bibi yake, maafisa hao hawakuonekana kujali. Kilichowavutia zaidi ni rushwa. Walianza kumshinikiza atoe pesa. Walipoendelea kumpekua, waliona tatuu mkononi mwake ya kundi la siri lililojulikana kama The Saint. Tatuu hiyo iliwafanya wamtilie shaka zaidi kwa kuwa alikuwa na kiasi kikubwa cha fedha na kulikuwa kuna taarifa za wizi wa kutumia silaha kwenye klabu, na polisi wakahakikisha kuwa huenda alikuwa mmoja wa wahalifu waliohusika. Shino alijaribu kujitetea, lakini hakuwa aliyekuwa tayari kumsikiliza. Akiwa amechoshwa na mwenye hasira, alihisi kana kwamba anapoteza muda wa kumwokoa bibi yake vile, akajikuta anapambana na mapolisi, lakini mapambano hayo yaliisha vibaya. Akapigwa vibaya na kupoteza fahamu kabisa. Hii ni hatari Alipozinduka, Shino alijikuta akiwa gerezani. Huko alikutana na wanaume wa ajabu waliokuwa wakidai aachiwe mara moja kwa sababu mtu aliyekuwa akiitwa baba alikuwa akimhitaji. Baadaye ukweli ulianza kufichuka. Je, unakumbuka ule ujumbe aliopata Ogo hospitalini uliokuwa unasema muda umeisha? Unakumbuka kwenye pati 1. Sasa tuendelee kuanzia hapo. Huo ulikuwa mwanzo wa matatizo yote. Ogo alikuwa na deni kubwa kwa mtu hatari sana aitwaye Baba Bankole, mmoja wa wafalme wa ulimwengu wa wahalifu huko mjini Lagos. Ili kuokoa maisha yake mwenyewe, Ogo alimwambia Baba Bankole kuwa Shino alikuwa na fedha ambazo angeweza kuzichukua. Ndiyo sababu Shino alivutwa ghafla kuingia kwenye dunia ya Baba Bankole. Shino aligundua kuwa Baba Bankole ndiye aliyekuwa akiongoza kwa siri kundi la majambazi lililokuwa likitesa Lagos kwa miaka mingi. Hakuna jambo kubwa la kihalifu lililotokea bila jina lake kuhusishwa wala idhini yake kutoka kwamba jambo hilo likafanyike. Makundi ya wahalifu yalipaswa kumpa 80% ya waliochoropoa sehemu fulani, lakini kundi moja lilikuwa limeasi. Walifanya uporaji wa kabla ya usiku bila idhini yake na wakumpatia ile sehemu yake ya 80%. Hilo sasa lilikuwa likimkasirisha sana huyu baba Hata hivyo, Shino hakujua mambo hayo yote kabla. Kilichomshangaza zaidi ni jinsi walivyotarajia akimkabidhi baba fedha za matibabu ya bibi yake. Akiwa na hasira kali, alimshambulia Ogo kwa sababu alijua kuwa rafiki yake huyo ndiye aliyemsaliti. Wakati wa vurugu hizo, Baba Bankole aliona tatuu ya Saint mkononi mwa Shino. Mara moja aligundua kuwa Shino alikuwa mwanachama wa zamani wa kundi hilo. Jambo la kushangaza zaidi ni kwamba alikuwa ameweza kuliacha kundi hilo akiwa hai, kwa sababu watu waliokuwa wakijaribu kuondoka walikufa. Ghafla Baba Bankole alibadilika kabisa. Badala ya kumtishia, alianza kuzungumza naye kwa heshima. Hata alimruhusu kuondoka, lakini wakati Shino alipokuwa karibu kuondoka, alisimama. Alikumbuka kuwa licha ya usaliti wa Ogo, mke wake mjamzito na watoto ambaye bado hawajazaliwa hawakuwa na kosa lolote. Alijua kuwa wakimuua Ogo, familia hiyo pia ingeangamia. Kwa hiyo alimsihi Baba Bankole awaokoe. Kwa mshangao wake, Baba Bankole alikubali, lakini kwa sharti moja tu. Shino alitakiwa kufanya kazi maalum kwa ajili yake huyo Baba Bankole Kwa maana hiyo alitakiwa kumsaidia Baba Bankole. Shino akiwa na akili hakukubali moja kwa moja. Aliweka masharti yake akimfanyikishia kazi hiyo Baba Bankole atamlipia gharama zote za hospitali za bibi yake. Makubaliano hayo yakafanikiwa kwa ulaini kabisa. Ili kuonyesha jinsi alivyokatili, Baba Bankole alitoa amri ya kutisha. Msaidizi wake Aya alianza kupiga mluzi wa ajabu. Dakika chache tu baadaye, watu wake walimkata vidole Ogo mbele ya macho ya Shino. Walitaka kumpelekea ujumbe mmoja tu: ukimsaliti Baba Bankole, huu ndo mwanzo wa mateso yako. Baada ya hapo alipewa jina la utani Sheki. Sasa tunatoka kwenye Shino tunakuja kwenye Sheki. Kisha akapelekwa kufanya kazi aliyopewa. Cha kushangaza, hakuna aliyemweleza kazi hiyo ilikuwa ni nini hasa. Aya alimwambia tu aendeshe hadi nyumba fulani. Walipofika, Aya alishuka na kutoweka ndani ya nyumba hiyo. Shino akabaki peke yake ndani ya gari akisubiri. Dakika zilizopita, Aya akarudi. Akiwa anasubiri, Shino alianza kuangalia picha
za zamani za mpenzi wake wa zamani Loni. Alianza kutafakari maisha yake. Alitambua kuwa alikuwa akianza kurudi kwenye giza lile lile alilokuwa akilikimbia miaka iliyopita. Ghafla aliona kitu cha kutisha. Aya alikuwa ameacha bastola yake kwenye siti ya nyuma ya gari. Shino alishtuka kana kwamba matatizo aliyokuwa nayo hayakutosha. Muda mfupi baadaye, mwanaume mmoja mwenye hofu kubwa alikimbia kuelekea kwenye gari. Akiwa analia na kutetemeka, alisema, tafadhali nisaidie, anataka kuniua, tafadhali nisaidie. Kabla Shino hajafanya chochote, Aya alitokea na risasi zilisikika. Mwanaume huyo akaanguka chini akiwa amekufa. Shino alitetemeka kwa hofu. Aya alimwamuru aondoke mara moja, lakini safari hii Shino alikataa. Alitaka majibu. Kwa nini mtu huyo ameuliwa? Nini hasa kinaendelea? Aya hakutaka kueleza chochote. Baadaye alimwelekezea bunduki Shino na kumtishia. Ndipo Shino alipokumbuka bastola aliyoiona kwenye gari. Alichukua haraka na kumlenga Aya. Kwa sekunde chache tu alisita, kisha akabonyeza kitufe cha kufyatua risasi. Hakuna risasi iliyotoka. Bunduki ilikuwa tupu. Na hapo ndipo ukweli ulipofichuka. Yote ilikuwa ni mitihani. Baba Banko alikuwa ametaka kujua kama Shino alikuwa tayari kuua mtu kwa ajili yake, na kitendo hicho cha kubofya kitufe cha kufyatua risasi kilikuwa tayari kimempa jibu.